My name is Tobias. Today we are celebrating Deaf Awareness. The deaf have come together to advocate. Our theme is no human rights without Kenyan Sign Language rights. Kenyan Sign Language is very important for accessibility. This means without sign language, the deaf will face a lot of challenges. They will suffer and they'll have a communication gap. I hope that the government will accept and give the deaf opportunities, because the deaf are very qualified, they are learned, and they are so much skilled. As long as the sign language interpreter is there, they can do anything. Yes, we don't have to leave the deaf to suffer, because they also have families to feed. Yes, we should not oppress the deaf as well. We hope that in the hospitals and in all other places we get equal opportunities and accessibility. Thank you so much. First, I want to introduce myself. My name is Francis Nyabera. I'm the chairman from Kisii Deaf Empowerment CBO. I'm so happy to meet all of you today. We have many challenges as the deaf community in Kisii County. Sometimes the deaf people try to apply for jobs in the government places, but they are not given that opportunity. The 5% which is required has not been attained. Many companies and government entities don't follow this 5% rule of employment. Yeah, that is, and in so many offices in Kisii there are no sign language interpreters. So that makes the deaf feel like they are not part of the community without sign language interpreters. We urge all offices, all entities and companies to employ sign language interpreters, so that it makes it easy for the communication. That is why, as you can see, our topic for this year is no human rights without Kenyan Sign Language rights, and we are following that theme. If there's accessibility of sign language across, we will have so many opportunities. Thank you very much. Kwa waandalizi wa hafla ya leo, mimi naitwa Tora Paul, ni ofisa anayesimamia mambo na masuala ya walemavu katika jimbo letu la Kisii, na kwa niaba ya gavana wetu ndugu Paul Simbarati, maafisa wetu wakuu katika idara hii ya utamaduni na huduma za jamii, tunawakaribisha sana katika ukumbi huu, na tuko pamoja na ndugu zetu wa chama cha Deaf hapa Kisii. Mjisikie mko nyumbani na tumewakaribisha sana. Ni ombi langu kwamba taasisi zote za elimu hapa Kisii na vyuo vyote vikuu hapa Kisii na nchini tujaribu sana kuwa na wale walimu wa kutafsiri lugha ya ishara katika vitivo mbalimbali vya elimu katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu tumepata habari kupitia kwa wanafunzi, haswa hao ambao hawazungumzi na kuelewa, kwamba wameitwa shuleni na vioni lakini hawana watafsiri wa lugha ya ishara katika vyuo vyetu, haswa chuo kikuu cha Kisii. Kwa hivyo tunaomba uongozi wa vyuo vyetu vikuu uweze kuajiri walimu
ili waweze kuwasaidia wanafunzi katika harakati zao za kupata elimu na kusoma. Mwisho, nachukua fursa hii kumwalika ndugu James Esekon kutoka Kenya National Council for Persons with Disability, Baraza la Kitaifa la Walemavu jimbo la Kisii, aweze kuzungumza jambo moja na kumwalika Deputy County Commissioner wetu aweze kufunga kikao cha leo. Naitwa Esekon, mwakilishi wa gatuzi kuu la walemavu na National Council for Persons with Disability katika gatuzi letu la Kisii. Siku ya leo niko na furaha sasa katika hiki kikundi cha Kisii Deaf Empowerment CBO kwa kuweza kupanga harakati ya siku ya leo ili waweze kufanya kumbukumbu ama kusherehekea siku ya Deaf ama the Deaf Awareness Month. We are very happy and we are saying that this particular CBO have tried to bring all the deaf community within Kisii County to ensure that they are being also felt. As the National Council for Persons with Disability, we are trying to ensure that in the spirit of inclusion, we are bringing all persons with disability, particularly the deaf community, within our community, that they are being incorporated in the different ministries, in any programs in terms of employment and any other program. Almost for the last 3 years, I've been training sign language interpreters within Kisii County. We are a county that has been centralized, that we have a center for sign language interpreters in conjunction or in collaboration with Kenya Institute of Special Education, that is KISE, and we've trained a number of interpreters. So we are now advocating that every public office, every public institution, the MDAs, have sign language interpreters. And we've been having a lot of problems, particularly on areas like justice, the judiciary, in our courts, and maybe in our prisons, we don't get enough interpreters. Director, jambo la kwanza ningependa kushukuru waandalizi wa leo, na hii hafla ni jambo ambalo hatuwezi tukalichukulia kwa mzaha. Ni jambo ambalo kidogo hawa ni watu ambao ni wajamii yetu, na tunaelewa kuwa kuna unyanyapaa kwa jamii ya watu ambao wako na ulemavu wowote. Hawezi kuwa ulemavu wa miguu, hawezi kuwa wa viungo, that is ulemavu wa viungo ama kutosikia. So kwa leo ningependa kusema hivi kwa community hiyo deaf, ningependa kuwapa challenge kuwa opportunities zikijitokeza, maana najua wengi wamesoma, natakikana pia nao wakuwe pia wanaangaliwa kama wale wengine, ndio kuonekane kuwa kuna ule usawa. Na lingine, wale ambao kidogo wanaweza kuwa bado hawajapata zile tunasema skills katika sehemu tofauti, itakuwa vizuri pia na wao pia wachukue pia mkondo huo, pia na wao wawe pia watu ambao pia wanaweza kuwa wanaweza tegemewa pia kijamii. Ingine, najua hapo nje na kwenda maybe kwa sehemu tofauti kwa hospitali kumekuwa na changamoto, na ndio director amesema kuwa kuna hiyo mikakati ambayo ofisi zote unaweza tafutwa sign language interpreter na waweze kusaidia baadhi na wale wote ambao wanakuja ambao wako na changamoto ya ulemavu ambao kutosikia. So kwa hayo yote nashukuru na kuwe na siku njema.